Tizo ameondoka na pesa zangu nyingi sana. Kwa nini kama unachukulia kawaida sana? Umejaribu kwenda kwa mpenzi wake? Ndio. Nimejaribu kumuulizia lakini ananijibu kuwa na yeye afahamu alipo. Ndio. Okay, sikiliza nikwambie. Endelea kufuatilia. Unajua ameniingiza hasara. Sawa boss. Bado sijachoka. Lakini wala hamna shida. Tika. Tanish. Wewe. Vipi bwana? Safi vipi? Kaka. Poa poa. Ndugu yangu bwana. Nimepata tabu sana kumpata. Kwanza mimi nafurahika sana ninakuona. Mimi pale nilifikiri kuwa wewe ndio utakuwa MC lakini ghafla ukapotea. Sijui ulikuwa wapi? Ni kweli. Kwenye ile harusi bwana mimi nilikuwa ni mtu muhimu sana. Afanye kitu kimoja. Hebu twende kaongelea hapa. Sawa. Basi sawa, hamna shida. Tika, hebu niambie, ni nini kilitokea? Maana pale ghafla tu ulipotea. Ile siku wakati wewe unatoka maharusi na gari zote, mimi nikabaki pale kwenye muziki. Maana hiyo siku nilitaka niwe MC. Sawa bwana, nilitaka niwe MC, nikasema leo bwana kaka, hii harusi lazima mimi nisimamie. Ngigi linga stock. Sasa ni wakati mnatoka mimi nabaki pale ili kusina mimi nje na muziki kule kusherehesha. Bwana kaka, bwana kilichonitokea. Nini kilitokea? Hebu niambie. Nini? Yaani uwezo Bwana kaka bwana, pale bwana mimi nilipata simu ya ghafla nikapata kazi kwa kwenda kufanya kazi. Bwana Tika, hivi mimi kweli ndio wakunitupa kwa sababu ya madili ya watu wengine? Bwana Tangish. Blaza. Bwana kaka. Mimi kwanza nikuombe radhi juu ya hilo. Alafu pia kingine mimi nikuulize tu, vipi harusi? Iliishaje? Harusi kwa kweli ilienda salama kabisa. Tulifanya harusi vizuri na mambo kila kitu kilienda vizuri kabisa. Kwa sasa mimi nipo hivyo, nimeona nikutafuta na nimetumia muda mrefu sana. Nimeuliza huko ndo mpaka kuja kupafahamu nyumbani kwako. Imenipa taabu sana. Pia kitu kingine baza, mimi hapa nipo mjini hapa. Sijapata shughuli ya kufanya. Yaani tangu nitoka nilipokuwa nimeenda mpaka leo sijapata shughuli ya kufanya. Kwa hiyo nikaona nje kwako wewe bwana mkubwa, labda kuna uwezekano wa kupata hata kazi yoyote naweza nikawa nafanya hapa mjini, maana yake uwezo kwa bila kazi bwana kaka. Kuhusu kazi wala hilo jambo ulisikusumbua kwa sababu wewe ni rafiki yangu sana wa muda mrefu. Kwa hiyo usijali, na nafikiri na Emily yupo atakupa utaratibu wote vile vile, hata na mimi nipo. Kwa hiyo usijali kabisa. Bosi. Hilo halina shida. Nafikiri mimi Tika nitakuwa naye. Afu bosi, kwa nini Tika sikae kwenye lile duka ambalo Tizo alikuwemo? Nafikiri hilo ni wazo zuri sana. Tika, utakaa kwenye duka la Tizo. Kwa hiyo ndio shida. Kwa hiyo kuhusu hilo swala usijali. Bwana kaka, mimi nikushukuru. Sawa, hamna shida. Jamani kidogo, mimi natoka kidogo, kuna mtu naenda kuonana naye. Basi naomba nyinyi mtanitie kidogo. Okay, hamna shida. Ndio. Tika, nilikuwa nataka kusema nini? Ni wapi? Kuwa makini. Utaharibu mipango.
Mama, shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Mimi ndo tulikuwa tunawasiliana kwenye simu. Mimi ni HR wa Tangish. Ameniagiza nije kukuchukua. Tangish. Tunaweza tukaongozana maana usafiri uko hapo mbele kidogo. Basi sawa, twende. Bwana Tika, nafikiri kuwa maeneo yote umeyaona na mazingira yote nimekuonyesha na maduka yangu yote nimekuonyesha, lakini pia hata duka la huyu kijana aliyetoroka nadhani umeliona vizuri. Ujitahidi leo jioni kutakuwepo na utambulisho wa wafanyakazi wangu wote. Sawa boss, mimi nimekuelewa. Alafu pia ambacho mimi nakushukuru pia nakupongeza. Bwana Tangish, umejiwekeza miradi mingi sana. Na pia mimi niseme Mungu ana makusudi ya mimi kukutana na wewe. Taichapa kazi. Unanijua mwenyewe. Basi hamna shida bwana. Sasa mimi hapa nifike kwanza nyumbani. Nifike kuna nyumbani nijiandae jioni ili niweze kufika hapa. Pia hata nijiandae kwa kesho kuingia kazini. Karibu tupo. Bwana mimi wewe pumzika tu bwana. Tangish kama Tangish. Bwana mimi nakuhakikishia bwana. Basi sawa, hamna shida. Haya. Sawa. Mama, karibu sana. Asante mwanangu. Mama, shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo, habari za huko nyumbani? Nzuri tu, za hapa? Hapa ni salama. Eti. Boss. Naam. Nadhani nimefikisha mama salama. Nahitaji kurudi kwenye majukumu yangu ya kazi. HR, naomba kapitia contracts zote za hawa watu wa Iringa ili nitakapofika pale nikute tayari kila kitu kimeshamaliza. Sawa. Mama. Tutaona wakati mwingine. Basi sawa. Mama karibu. Asante. Karibu kiti. Asante. Mama, umenipigia simu mkuu huko njiani nakuja. Wakati unanipigia simu nilikuwa bado niko ofisini. Ikabidi kwamba nimwagize HR akuijie. Na pia umeniambia kuwa una jambo la muhimu sana. Lilikuwa ni jambo gani mama? Ni kuhusu mtaalamu. Vipi, unafanya kama tulivyoambiwa? Ni kweli mama. Nafanya ambavyo nilivyoambiwa. Kwa hilo usiwe na shaka kabisa. Basi vizuri. Labda mambo mengine. Vipi kuhusu biashara zako? Hali ya biashara inaendelea vizuri na wafanyakazi wanapiga kazi bila shida kabisa. Lakini mama, vipi kuhusu Lisa? Mbona hujaja naye? Lisa, tunajua tena ni mwanafunzi. Yaani mama, mambo ni mengi sana. Nilikuwa nimesahau sababu ya hizi kazi tunazokuwa tunashinda nazo muda mwingi. Mwanangu, mwanangu yuko wapi? Yuko dukani mama. Hata mimi mwenyewe nimekuja tu huku kwa sababu ya baada ya simu yako kuwa umenipigia. Bwana shemeji, karibu sana. Asante sana shemeji. Karibu sana. Naona siku nyingi zimepita hujaja kututembelea. Ni kwa sababu ya harakati. Unajua shemeji, kazi ni nyingi sana. Ni kweli kabisa. Sasa hivi shemeji una kazi nyingi. Na kazi nyingi, na sasa nashukuru sana kwa sababu leo umefika. Uzuri na mama umemkuta yuko hapa. Shemeji. Ndio shemeji. Mama, lile swala ambalo niliokuwa nimewaahidi kuwa kwamba nitawanunulia nyumba, tayari nimeshaichukua nyumba, kwa hiyo kwanza nashukuru sana. Nashukuru sana shemeji, pamoja mama yangu na imani naye anashukuru sana. Kwa swala ile utufanyia kutuchukulia nyumba. Swala zuri sana shemeji. Nashukuru sana. Kwani nilikuwa sitegemei kwamba utatununulia nyumba. Kama kutakuwa kuna nafasi hata leo tunaweza tukaenda kuiona hiyo nyumba. Yaani ubarikiwe kabisa baba. Haya mama, hamna shida. Ni wewe tu sasa shemeji, kama una muda sasa hata sasa hivi tunaweza kwenda nikaiona. Mimi nina muda kwa sasa hivi, tunaweza tukaondoka.
Kwa hiyo bwana, ndio hivyo, nyumba ndio hii. Sawa. Nimeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo hata mkihitaji taarifa ya habari sio mpaka kwenda kwingine. Shemeji, nimeona umetufungia hadi mpaka na ungo shemeji. Ni kweli. Kwa hiyo hapa kila kitu kiko sawa kabisa. Yaani nishamaliza. Yaani vyote mpaka ndani nimeshaweka vitu vyote. Sawa shemeji. Yaani nashukuru sana shemeji. Yaani narudia mara mbili shemeji, asante sana. Sasa shemeji. Mimi nataka niende kwenye harakati zangu. Kamsalimia sana dadangu. Haya, Karibu. Asante. Mambo? Safi. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Naomba maji makubwa ya moto. Asante. Neeraj. Umelijuaje jina langu? Unajua kwa waungwana huanza na salamu. Mambo vipi? Poa. Bila shaka wewe ni mfanyakazi mpya wa Tangish. Ndio, mimi mfanyakazi mpya. Pia mimi ni mfanyakazi mpya wa Tangish na nimefurahi kukuona. Ila pia nilitafuta hii nafasi ya kuzungumza na wewe walau kwa uchache. Nilikosa, nafikiri leo ni bahati nzuri sana. Naweza nikakwambia kile kilichoko moyoni mwangu. Samahani, nina mambo mengi ya kufanya. Naomba uniruhusu niondoke. Ni lini basi ambapo unaweza kuniambia kwamba tunaweza tukaonana tukazungumza? Umesema tunafanya kazi sehemu moja. Kwa hiyo nadhani tunaweza tukaonana hata siku nyingine. Nailat. Mamangu. Acha nikwambie nina furaha mamangu. Umepata nini unafurahia hivyo? Mamangu, bwana shemeji ile jana alipokuja hapa, tukaenda naye kwenye nyumba. Mama, ni ukweli. Ni ukweli kabisa. Tumepata mama nyumba nzuri. Ni ukweli kabisa. Ni ukweli mama, sio utani. Nyumba nzuri. Imepigwa rangi. Ina umeme. Bado kuna ameweka tena sola juu. Na ungo mamangu tutakuwa tunaangalia na video. Hata mimi nimefurahi. Kutoka kwenye nyumba kwenda kwenye nyumba. Yaani nimefurahi mno. Haina shida. Jana kwanza nilikuwa natamani twende. Sema tu nirudi usiku. Wewe kesho asubuhi twende tukaangalie. Kuhamia na kuhamia. Kwa hiyo kesho tutaenda. Haina shida mamangu. Kesho tutaenda. Nina furaha mama. Hata mimi nimefurahi kama ni ukweli. Samani binti. Nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani? Kuna jambo moja nataka unisaidie. Kuna kijana mmoja anaitwa Tizo. Huyo kijana alikuwa ni kijana wangu wa kazi. Hizi siku za karibuni hapa, huyo kijana ametoroka na mzigo wangu. Nimejaribu kufuatilia nikagundua kuwa wewe ni mtu wake wa karibu sana. Huyu kijana yuko wapi? Kweli Tizo alikuwa mtu wangu. Tena alikuwa mtu wangu wa karibu. Lakini kwa sasa hivi tumeshaachana.